Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa katika Bwana, ni siku nyingine tena na wakati mwingine ambao tutaenda kujifunza maneno ya Mungu kwa kadri Roho atakavyotuongoza. Tunafahamu kwa mpendwa ambaye umekwisha kuijua neema ya Bwana Yesu Kristo. Tunajua ya kwamba wokovu wa mtu yoyote ni neema, kwa sababu neema ya Mungu ndio inakufanya wewe utoke katika dhambi na kuingia katika wokovu. Lakini kwa ambaye bado haujaijua neema ya wokovu au haujaipata neema ya wokovu, tambua pia ya kwamba Mungu ndiye ambaye ana uwezo wa kukutoa mahali fulani na kukupeleka mahali pengine. Kwa hiyo siku zote ukitaka kutoka sehemu ambayo uko, usitegemee akili zako mwenyewe wala usitegemee mawazo yako mwenyewe, kwa sababu mawazo yetu hayawezi kututoa mahali tulipo, bali Mungu mwenyewe anapoamua jambo huweza kukutoa mahali fulani na kukupeleka mahali pengine, kwa sababu ile yenyewe ni kusudi lake ambalo linafanya kila mmoja apate kumjua. Ukisoma maandiko mahali fulani, Biblia inasema ya kwamba Mungu anawajua walio wake, yani anawatafuta watu wake na anawafanya kuwatoa mahali fulani na kuwapeleka mahali pengine. Na ndio maana ukitazama shuhuda nyingi za watu wa Mungu au watumishi wa Mungu, utashangaa au utakutana na taarifa ambazo ni za tofauti sana katika maisha yao ya nyuma. Unakuta wengine walikuwa ni wazinzi, unaweza kukuta wengine walikuwa ni waizi. Hasa ni kujua ya kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo tunapaswa kuyazingatia tunapokuwa tumeisha kuipata neema ya wokovu. Kwanza niweze kusema ya kwamba neema ya wokovu ni nini? Neema ya wokovu ni kibali au ni kipawa ambacho Mungu huweza kumpatia mtu kwa ajili ya kumjua yeye. Kwa maana tunafahamu ya kwamba watu wengi huwa wanakataa kumtumikia Mungu, lakini kwa wewe au kwa mtu ambaye amekwisha kupata kibali cha kumtumikia Mungu, ile ni neema. Kwa hiyo Mungu anampa kibali cha yeye kumtumikia, na hiyo ndo tunaita neema ya wokovu. Sasa kuna baadhi ya mambo ambayo unapokuwa umekwisha kupata neema ya wokovu unapaswa kuyazingatia wewe kama Mkristo au wewe kama mtu uliyeokoka, kwa sababu ni mambo ambayo yanatupa kuendelea na kutembea katika neema hiyo. Lakini usipofanya mambo kama hayo, yanatuondolea neema hiyo au tunafanya kuipoteza. Kwa sababu ukisoma mahali fulani, Biblia inasema ya kwamba tunapoipokea neema lakini tusipoijali neema ya wokovu ulio mkuu, basi hakutakuwa na lolote, kwa sababu tutaangamia pamoja na kujua neema hiyo. Kwa hiyo kwa kuwa mimi na wewe tumekwisha kujua neema ya wokovu, tunapaswa kutambua ya kwamba tusipoijali basi hatutapona, yani tutaangamia. Lakini tukisha kuijali neema ya wokovu, tutakuwa mahali tulipo salama. Sasa kuna baadhi ya mambo ambayo unapaswa kuyazingatia, ambayo jambo mojawapo ni kuisikiliza kwa bidii sauti ya Mungu. Tunaposema kuisikiliza kwa bidii sauti ya Mungu, Mungu husema na wanadamu kwa namna nyingi. Mungu hasemi kwa namna moja tu, kwa sababu kuna mahali pengine anasema usipomsikiliza au usipomwelewa kwa mara ya kwanza, ana uwezo wa kusema na wewe hata zaidi ya mara 7, alimradi upate kumwelewa kile ambacho anazungumza na wewe. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na bidii katika kumsikiliza Mungu. Wanadamu siku hizi tumekuwa na mambo mengi sana, ambayo mambo hayo yanatufanya sisi tuwe bize katika kusikiliza mambo mengine yasiyompendeza Mungu. Mtu mwingine yuko bize sana kusikiliza nyimbo za kidunia kuliko kusikiliza hata mahubiri. Mtu mwingine yuko bize sana kusikiliza umbea, hata kuwa na muda wa kutenga kwa ajili ya kumsikiliza Mungu, hata kukosa muda wa kukaa na kupiga goti mbele za Mungu ili aweze kusema na Mungu. Na nimesema mwanzo ya kwamba Mungu huweza kusema na mwanadamu kwa namna nyingi na hata zaidi ya mara 7, kwa vile ambavyo amekuwa amekusudia kwa ajili ya kusema naye. Tunatazama hata nyakati za Musa, Mungu alisema na Musa, alisema naye mara ya kwanza, akasema naye mara ya pili, mpaka Musa anakuja kuelewa ya kwamba Mungu ndiye anasema naye. Alikuwa amesema naye zaidi ya mara moja. Kwa hiyo tunafahamu au tunajua kwamba tunapaswa kumsikiliza Mungu. Tutapitia maandiko katika kifungu cha Kutoka sura ile ya 15, tutaanzia mstari wa 26, ambapo Biblia inasema ya kwamba akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake,
na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia Wamisri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Tunasoma maandiko yanapata kutueleza wazi wazi ya kwamba tunapaswa kuisikiza sauti ya Bwana. Hapa ni nyakati za Musa alipokuwa na wana wa Israeli. Anasema utaisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako, ambapo utakapokuwa umeisikiliza, Bwana Mungu wako atakuponya hata katika shida zako, atakuponya hata katika dhiki zako. Tunafahamu kwa sababu Mungu wetu ni sawa na maisha ya wazazi. Kwa upande mwingine, unapomsikiliza mzazi wako katika kila jambo ambalo analisema juu yako, hata utakapoleta shida yako mbele zake, anakuwa na uwepesi wa kuitatua shida yako. Lakini pale ambapo humsikilizi, unaweza kukutana na shida, unaweza kukutana na tabu, unaweza kukutana na kikwazo, lakini mzazi asiwe na haja na wewe. Kwa sababu gani? Uko bize kusikiliza aidha wazazi wa wengine, aidha uko bize kusikiliza mambo mengine, lakini usitenge muda wako kwa ajili ya kumsikiliza mzazi wako ni kitu gani anakisema na wewe. Kwa hiyo sisi kama Wakristo tunapaswa kukumbushwa au kukumbushana ya kwamba tunapaswa kumsikiliza Mungu katika kila jambo. Pale ambapo tunamsikiliza Mungu, Mungu anaposema na sisi, Mungu anajua haja hata za mioyo yetu. Ni rahisi sana kutujibu kwa sababu tumekwisha kumsikiliza. Kuna baadhi ya mambo mengi yanayozungumza katika Biblia, lakini mambo hayo tumekuwa tukiyapuuzia. Kwa hiyo kule kupuuzia, kuwa bize kusikiliza mambo mengine, kuwa bize kufuatilia vitu vingine ambavyo havileti utukufu mbele za Mungu, vinatutoa katika misingi ya kuhudumiwa kama watoto. Kwa hiyo Baba yetu aliye mbinguni ambaye ni Mungu anashindwa kutuhudumia kwa sababu tumekuwa tukisikiliza mambo mengine ambayo hayampendezi. Tazama kwenye maisha yako na uchunguze kwa undani zaidi, ni vitu gani umevipa kipaumbele kuvisikiliza zaidi ya Mungu, kwa sababu amesema utaisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako, naye Bwana Mungu wako atapata kukuponya wewe katika shida na dhiki zako, ataponya hadi magonjwa yako. Lakini ukiendelea pale inasema katika hiyo 26 inasema Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia Wamisri. Kwa hiyo inatukumbusha ya kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo Wamisri walikutana navyo, si kwa sababu wao walikuwa hawajafanya yale ambayo yalikuwa ni ya Mungu, lakini ni kwa sababu walikuwa hawajaisikiliza sauti ya Mungu, na katika kuisikiliza hawakuitii, na amri za Mungu wakazikataa. Kwa sababu tunapomsikiliza Mungu ndipo anapotuambia ya kwamba ni mambo gani tunapaswa kuyafanya na mambo gani hatupaswi kuyafanya. Kwa hiyo tusipomsikiliza tutajuaje ni namna gani anataka kusema na sisi na ni namna gani tunapaswa kutenda? Kwa hiyo neema ya wokovu ni pamoja na kuishikilia na kuendelea kuitunza katikati ya maisha tulionayo. Kwa hiyo jambo mojawapo litakalotufanya tuendelee kuishikilia neema ya wokovu ni kumsikiliza Mungu. Tumetenga muda wetu mwingi kwa ajili ya kutazama mipira na kusikiliza mipira. Tumetenga muda wetu mwingi kwa ajili ya kutazama movies za kibongo, movies za namna ya ngumi, movies za kila namna. Wengine wametenga muda wao kwa ajili ya kucheza kamari. Kwa hiyo mambo kama hayo yanakuwa yanatuondolea utukufu mbele za Mungu, ya kwamba wakati ambao ulipaswa wewe ukae kumsikiliza Mungu, ukae kusema na Mungu, umeuchukua muda wako kwa ajili ya mambo mengine. Kwa hiyo Mungu anatia hata maradhi kwetu, si kwa sababu hatujui kumtumikia, lakini ni kwa sababu tumesikiliza vitu vingine, tumejaza mambo mengine moyoni mwetu mpaka tumemsahau Mungu. Kwa hiyo mpendwa katika Bwana, ni wakati sasa wa kumgeukia Mungu na kuanza kusikiliza sauti yake, kwa maana ukimsikiliza Mungu hatakuacha. Amesema sitatia maradhi kama niliyowapatia Wamisri au wana wa Israeli, kwa sababu wakati ule hawakupata kumsikiliza. Kwa hiyo ikapelekea wale wa Misri wakatiwa magonjwa, wakatiwa fezea za kila namna. Tunasoma katika maandiko, tunaona ni jinsi gani Farao alivyopatwa kufezeeshwa kwa sababu ya kuto kumsikiliza Mungu. Kwa hiyo kuto kumsikiliza Mungu kunaweza ukasababisha mambo mengi, na kuto kumsikiliza Mungu kunaweza ukafanya hata maradhi juu yako.
unaweza ukafanya hata ugonjwa, kwa sababu kuna shuhuda za baadhi ya watu na kuna shuhuda za wachungaji. Kuna wachungaji wengine walipoitwa katika wito wa uchungaji, walipokataa kuisikiliza sauti ya Mungu, wakajipata kwenye hatari za kila namna. Wengine waliumwa, wengine walipoteza hadi ndugu zao, wengine walipoteza hadi mali zao. Yote ni kwa sababu hawakusikiliza sauti ya Mungu. Kwa hiyo mpendwa katika Bwana, tunapaswa kuisikiliza sauti ya Mungu ili tuondokane na shida na matatizo huenda hata tulionayo kwa sasa. Mimi na wewe na mtu mwingine, unapaswa kuisikiliza sauti ya Mungu ili upate kuwa mahali ambapo ni salama. Mungu hakubariki sana, na Mungu ayabariki maneno yake, yaendelee kwako katika kinywa chako, na endelee kwako katika ufahamu wako, na siku zote za uhai wako uzidi kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Mungu akubariki sana.